mwako henga heri ali elifumu akalisima ng'ombe eba kicheni abafumu nakulombereje hango ntala kwimwe eri chimbuko limwe nonkayonga dole no gondo no bochiku no shinaga shiramba no bundala no mageni pamoja no ntalikwa arombire no solile onkwemba no gombanela no boyenze no mahuma no manoni hange no ndokosa na murumbeja sana bakurugenji lalagi mutambirije mukareka yawiza baretu mama bana kana mkumbushe hange badugu wana kama nagoyombolo twamanyanga na mukomereja witogwa ohamo wiyambereja mkoto mama leka kimajungu bosegani isumagi gitomo mwalekwa n'abakurugenji bimwe Mungu baba tolelomba beswe bana mapambano oiwe mikayo iswe tolena ya lelo gobo byele bongwa bire gobo byele bongwa solile wendela eko komeja wito bwana boma wimwe wito babore makanza gobo byele nabo byele angale lagiko bana bali patiko jalimwe ah oh na mwizo kachebo byele byele bongo mageni mwana shiramba nombire mwana solile
abana mpungati bakatuma emirimu ukera mwana mageni muhango mwana mageni nurebi mwana mageni maganiko mwana mageni luhangaisha mwana mageni lukajire mwana mageni amoja n'umuchere mwana mageni bena abana ba mwana solirumbire amoja n'umwana shirambo mageni imwe barankani ba Ruganduro komereja kwitogwa nankayo baba unyajwa lilera Ruganduro umagonye mwana antalikwa inamaka babu sukambe pamoja n'umunyekiti wa Ruganduro Ezekieli mwana magani kumamaki baba sosipita mwana kajeni mwenani mwana sana ete kina kigete ati warudu isoko mwana kajeni enatusi mwana mcheni ate huko ete Ruganduro wenu ikashe kibiboje tongera kinamba cha visu wenu kamula kirasi sikeni nchi Isebana mapambano kwinga chacho umrekera ngano je nijo ikanira kichiza itongera yangizu kije Ema bana parabaro ekamati yerera Ruganduro majaliwa tumanye hangi na kumrombele jaga sana ulumwanishirikisha uruganda limwe lwena vile ndugu bisebana mapambano tomulekera mihawo yeniyo mwabeja
magaliko twamulumbirija sana ongeja kiwitogwa isibana mapambano tulimulombela mpola ange baba tulamanye twamulumbirija sana akakutukumbuka abana mapambano tuendelee kubisa shihabo itongela ulilomba hangi tumanye mwabeja sana simiza kimola tukigesha hangi. Asanteni sana. Batom oloto bam tole manyalum moko anke moto pecham oloto bam tole manyalum moko anke moto pecham boko boso kabo kalanga kam lolo leti tibo kalanga kam boko boso kabo kalanga kam lolo leti tibo kalanga kam punga kimikono batogo banem wana wingo nena mkumbulam punga kimikono batoko bane mwana wingo nena mkumbula babu shinaka ole hale koko misokolo kona kukumbula sosi pita ole hale koko misokolo kona kukumbula sosi pita ole hale koko misokolo kona kukumbula la meki ole hale koko misokolo kona kukumbula tiko nyinke chocho tibonaka batoko bane na mkumbula siko nyinke choto tibonaka batoko bane na mkumbula teka kimato batoko bane naka haya matinayo katwena chaka koshikaha lile witi nali ya makonto lile witi nali ya mashinaka lile witi nali ya mantokosa akena ya matinama tala yo katwena chaka koshikaha batoko bane hoka opagoma. Bye bye babire bane shikawo shashire to shoka nyekaya. Bye bye babire bane shikawo shashire to shoka nyekaya. Mkaba kesha bobale koi mkaba wele na lesu kamititom mikale mola babire bane mwaka konge tokiwana na hanken mikale mola babire bane. Tunaendelea na kikao chetu. Mwenyekiti amefungua mkutano, tunaenda kusoma muhtasari wetu wa kikao kilichopita. Hii nafasi ya katibu kusoma muhtasari, lakini sidhani kama wanaukoo wametulia. Wanaukoo safi? Safi. Nani anakipenda kikao hiki? Asante sana. Kuna baadhi hawapendi, basi nao tutaenda nao hivyo hivyo. Nimwalike katibu wa ukoo atusomee muhtasari wetu wa kikao kilichopita cha mwaka 2023 Chato. Kwa muda huu mzuri tunaendelea na kikao chetu. Tuwe pesi wa kuchangia. Kabla sijamkaribisha katibu wetu kuendelea na zoezi la kusoma muhtasari wetu, ni mwalike kwanza mwenyekiti msaidizi kutoka Chato atupe mawili ili kusudi tuendelee na mkutano wetu. Karibu. Ndugu zangu wananchi, wanaukoo, nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana kufika kwa ndugu yetu. Hatukutegemea kwa sababu tulikuwa naye mwaka juzi Chato, na kikao hiki tulimpa kwa siku ya leo kifanyike, na bahati mbaya
Mungu alichukua nafasi yake akamuita. Lakini yote hayo ni mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kubadilisha utaratibu wa Mungu. Anayebadilisha ni mwanadamu, lakini Mungu akishaamua abadilishe. Ndugu zangu, hapa kwanza tuna furaha kubwa. Tuna furaha kubwa sana kufika wanaukoo kwenye mji wa ndugu yetu, lakini bado kuna machozi ambayo bado yanatugusa katika mioyo yetu. Nilikuwa napenda nichukue nafasi hii tusimame wote walau kwa dakika 2 kwa kumkumbuka. Kwa na ombi la kila mtu binafsi. Kwa hiyo tusimame kwa heshima sana, tusimame kwa dakika 2, tuko kimya tukimkumbuka ndugu yetu. Tunaweza tukafumbua macho. Tukae. Ndugu zangu, kwa kweli mimi ni mkorofi kidogo. Mimi ni napenda mkutano wangu. Ninapopewa nafasi ya kusimamia mkutano, nataka mkutano uwe mtulivu. Kama una simu uipunguze. Alafu siku hizi watu wanapenda sana kuchati. Hivi kweli umetoka Mwanza, umetoka Shinyanga, alafu nakuja kuangalia mapicha ambayo hakusaidii, haipendezi. Rudisha mawazo yote kwenye mkutano huu. Hata kama ukitoka utakuwa umevuna kitu. Hatukuja kujifurahisha tu, pamoja na kujifurahisha, lakini kuna kitu ambacho kimetuleta. Watu wamepoteza hela zao nyingi, maelfu, mamia, malaki, mamilioni kuja kwenye mkutano huu. Halafu wengine wanakuta hauoni umuhimu. Mimi waombe mawazo tu kwamba jamani, sisi ni watu wazima. Tuwe watulivu, wasikivu. Na napenda mkutano huu uwe mtulivu na wenye nidhamu. Zamani nikuja kuomba kabisa na Kiswahili tu wangu. Nikuomba Kisukuma yaya. Naliomba sana mkutano kubika uwiza. Halafu kumina nidhamu. Kama kuna swali uulize kwa heshima, sio maswali ya jeuri. Nafikiri tuko pamoja. Lakini kabla ya kuendelea, nimuombe mzee wangu naona sasa amekuwa mzee wetu mkuu, mshauri ambaye na sisi tunamtegemea kimawazo. Kwa hiyo mzee Marco, naomba utoe salamu za kimila ili tuendelee na utaratibu. Karibu sana. Uneneri naliane nalimali kumwana mchimwa mbere. Abo muri henaha muri bana bane muri bizukuru na wakumukije mwababa babiri. Yoko mwa malimu obujiko mwana malimu kuhenka miyeo malimu. Nika abo mwisa kahena hana kwiza ko kumanake kuboko wiza kwitokirwe ali bachimwenge. Mashimba kako mwa malimu, mashimba kako mwa shiramba, tukwela mashimba. Ila na desturi tuchizenke eshitale witokwa ukoyota henka nabiyo yaya bibakumwa kuhenka totulaka ngoma tole jakampempe tulenga kuphaba lerwe ha abantu banje akwira ngakwiba tutoha kuthi
kitimpa wenu dika nike mpempenu ya abacha kanyalacha dika nike rewa hari hoja angkol pando hangkai mpempenu ule nayo dika nika batuko bane ishona yomba emila nete sturi abantu tupi baka bangwa makeni bangwa kuhenga obise tuleba pere moko mwampate okuba kuwantarikwa manko mwete cheni bakwa kuntu tulebanga abange abise tubabyarwa abena bakuru bise bana bangwa senki ulo ahona ne chucha are ho makoja kunambirija tokwela kabiri hiyo ni mira kidesu pigeni makofi. Baada ya maelezo ya mafupi nichukue nafasi kumwomba mwenyekiti samani nimwombe katibu aendelee na utaratibu. Karibu katibu. Ndugu zangu, nafikiri wazee wetu wametupa usia na maneno matamu ya kimila, lakini pia sijui kwa niaba ya wazee wote huyo labda ndo kulingana nerikanza yarege kabana marabise pyaba na bari kubutongi niba tufuneja, lakini kwa niaba ya bana marapyabe imira biga shaka kuno izani o marona mharamwe nuyu ila kwa baadaye kumduluko la turuhusuru kulelo luluntu ndo tukuyomba zaidi. Basi nimwalike na kumkaribisha katibu wetu wa ukoo asome mtasari wa kikao cha mwaka 2023 kilichofanyika Chato kwa ajili ya kupitia, alafu baadaye tunatokanisha, tukimaliza tunaingia agenda mpya, lakini kwa ufupi sana. Katibu, karibu. Ifuatayo ni taarifa kwa ajili ya kikao kilichofanyika kule Chato. Mkutano ulifanyika kwa Renatus Joseph. Wangapi wanamfahamu? Vingedo mdevile. Hawale kumletewa. Basi tulianza na agenda ya kufungua kikao. Mwenyekiti alifungua kikao muda wa saa 1:30 za jioni. Ombi la kwanza lililetwa na Joseph Sospita, pamoja na ombi la pili lililetwa na ndugu Emmanuel Sospita. Pia ililetwa taarifa na Emmanuel Sospita kwa taarifa ambayo iliyofanyika maeneo ya kule Kirigu. Agenda kama zifuatazo. Kulikuwa na agenda ya kujenga kaburi la Gundu. Hiyo agenda iliongelewa sana kipindi kile walipokaa kule Kirigu. Agenda hii ilitokana na yatokanayo. Maelezo yanaeleza kwamba mawazo ya wajumbe kuhusiana na ujumbe wa ujenzi wa kaburi kujengea marumaru au vigawe kwa thamani ya boksi 2, walichukulia tathmini ya shilingi 20 kila boksi. Kwa hiyo kwa boksi mawili ilichukua shilingi 40,000. Maazimio: mchango kwa ajili ya ujenzi wa makaburi. Wajumbe walikaa na kujadili kila mtu ni taslimu shilingi 10,000 kila kaya, na hela hiyo itatolewa kikanda
awepo mwenyekiti pamoja na katibu kwa sehemu zote, na hii ilipitishwa, kila kaya itatoa 10,000 kwa ajili ya ujenzi wa makaburi. Wajumbe walikana kujadili ama makaburi yajengwe. La kwanza ni la Gundu ambalo lilazimiwa kujengwa mwaka 2024 ambapo malengo hayakutekelezwa vizuri kama ifuatavyo. Na Gundu lile liliandaliwa lijengwe pamoja na Shinaga, pamoja na Shiramba, pamoja na Ruhedeka Mageni. Tulijadili hayo manne. Na wajumbe ambao waliojitolea kwa ajili ya michango, Chekecheke Nyanda alijitoa taslimu shilingi 40, na Shija Malehe mifuko ya simenti 3 na taslimu shilingi 10,000. Na walijadili wajumbe kwamba tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2024 ujenzi wa makaburi manne yafanyike. Wajumbe waliendelea kujitoa Bundala Kachile mfuko wa simenti 1 na taslimu 10,000. Walijadili wajumbe mwisho wa mchango tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2024, yaani mwisho ni tarehe 30 mwezi wa 7 ziwe zimetolewa. Aaron Simoni mfuko wa simenti 1 na 10,000. Na walijadili michango yote ikusanywe kikanda kupelekwa kwa mwenyekiti au katibu mkuu wa ukoo ili kuziwasilisha mahali husika. Wajumbe walijadili ya kwamba mtu akichelewa kutoa mchango ni gharama ya shilingi 1000, yaani akichelewa kutoa ni thamani ya shilingi 15,000 tu. Na mmoja wapo alijitoa Laurenti Hoja mfuko mmoja wa simenti wa Vigawe, alijitoa kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa makaburi. Ajenda iliyofuata ni ya wajukuu kudai ng'ombe siku ya mazishi ya babu zao anapokufa. Swala hili wajumbe wote wa ukoo wamelikataa, si jambo jema katika ukoo wetu, lisitokee kamwe. Kwa kufanya hivyo, hakuna jambo hilo, ni marufuku tu. Ajenda 4, watu ambao hawatatusogelea, yaani wakati mwingine hawatoe michango kabisa, tuwafanyeje? Tulijaribu kuongelea jina la Mnyembe Mlelema, anajulikana sio mtu ambaye anayewasogelea wana ndugu. Na wajumbe walijalia kwamba mara moja, mara mbili, mara tatu huyo mtu inabidi tumwache, hivyo sio mwenzetu. Pia haipo haja ya kumtafuta. Jambo jingine, Shiku Marosha wa Bugerenga anajulikana pia, naye ni mkorofi katika ukoo wetu, naye walimwacha hivyo hivyo. Ajenda ya 5 ambayo iliendelea kwamba kurekodi mkanda wa ukoo, gharama itolewe na ukoo, mkanda ambao unaotukumbusha matukio ya kiukoo, unamaanisha ni mzuri sana katika kumbukumbu la ukoo. Gharama zitolewe na ukoo kwa ujumla. Walijalia kwamba kila mwanandugu anayehudhuria pale lazima ashiriki kutoa 1,000 kwa ajili ya kurekodi hizi mikanda tunazovitoa kwa ajili ya wanaukoo. Ajenda iliyofuata, ajenda ya Ndaki, amepiga mimba mpo wake, mtoto wa dada yake Berita Charles, binti huyo ambaye ni mtoto wao Ndaki, na walimjadili amefungwa mara nyingi, lakini tabia yake haifai kabisa. Ndaki pamoja na wanandugu wamependekeza huyo mtoto atolewe mahali alipo, apelekwe katika ndugu mahali popote watakapopenda wao kwamba wamfuatilie. Na huyu amepigwa mimba na mjomba wake. Kwa hiyo hili ni jambo la kusikitisha kwa wanandugu. Na ajenda ambayo ni ya mwisho kabisa, tuliongelea habari ya kurekodi mkanda wa ukoo. Wanandugu kila mtu achangie kiasi cha taslimu shilingi 1,000 tu,
na kikao hapo tulikiahirisha na hatimaye tulimalizia kesho yake asubuhi na mkanda, tukakubaliana kwamba kila mtu anapohudhuria lazima atoe huo kufanikisha zoezi la kurekodi huo mkanda wa video. Basi hii ndio taarifa kwa ufupi iliyofanyika kule Chato tulipokuwa kwa Renatus Joseph ambaye ni mjukuu wetu. Asanteni wanandugu. Kikao safi yayombiwa na ukatibu hiyo tukihoyeri Chato tuyaazimia. Aya, tunaenda sasa kuangalia kama tumetekeleza, labda tuliongea tu tukaacha hivyo hivyo. Sasa kama hatukutekeleza, ni kwa nini hatujatekeleza? Ugumu uko wapi? Shida ziko wapi? Ndo utaratibu wa vikao. Mnapokaa mnaweka agenda, mnajadili, basi inabakia utekelezaji. Tunaenda kutokanisha agenda moja moja.